katika kutafuta uso wa Mungu. Na nashukuru Mungu sana katika nilipoambiwa nitanena, nikasema kwa Mungu nitanena nini mbele ya watoto wako, na Mungu akaweka neno hili ndani yangu. Na ndio Mungu alikuwa ananihakikishia hiyo siku ya Friday tulipokuwa tukienda Kakamega, ya kwamba tuzamishe mioyo yetu zaidi katika uso wa Mungu, katika kumtafuta Mungu, kuliko vile tutakimbia huku na huku kwa ajili ya mambo ya ulimwengu, kuliko vile tutakimbia huku na huku kutafuta jinsi tutakavyo jifariji. Hakuna faraja katika ulimwengu, hakuna kuinuliwa katika ulimwengu, hakuna kupata amani katika ulimwengu pasipo kukimbilia katika uwepo wa Mungu, pasipo kutafuta uso wa Mungu kwa bidii. Hakuna matumaini, hakuna ushindi. Kwa hivyo Mungu akanisaidia na akaniwezesha na akanifundisha, Bwana sifiwe, ya kwamba tusikimbie na kujihukumia na kuhatarisha maisha yetu kwa ajili ya mambo ya ulimwengu ambayo yanapita kama upepo, Bwana sifiwe, ambayo yanaisha hapa ulimwenguni. Lakini mioyo yetu tuzamishe katika kumtafuta Mungu, maana hapo ndipo tuna matumaini, hapo ndipo kuna ushindi, na hapo ndipo tumeahidiwa kupata haki ya milele. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ujumbe ni kuzamisha moyo katika kumtafuta uso wa Mungu. Kuzamisha moyo kutafuta uso wa Mungu ni nini? Bwana sifiwe. Mtu anaweza jiuliza, sasa kuzamisha, kutafuta, kuna maanisha nini? Bwana sifiwe. Nashukuru Mungu kwa kunipatia ujumbe huu. Na kuzamisha moyo ni kuingia katika maombi ya undani. Bwana sifiwe. Kuzamisha kila kitu chako, moyo wako, roho yako, mwili wako. Na mara nyingi mwili huu huwa unasababisha tusizamishe mioyo yetu. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kitu cha kwanza cha kuhakikisha unapoenda uweponi mwa Mungu, unaposema ya kwamba siku ya leo ninataka kuzama katika uwepo wa Mungu, ninataka nizame na nione Mungu anafanya nini kwa maisha yangu, lazima ukubali mwili huu uzamishwe, ukubali akili zako izamishwe. Bwana sifiwe. Nafsi yako izame huko kwa kumtafuta Mungu. Chochote kile ambacho kiko ndani yako kizame, kipotee. Bwana sifiwe. Yaani ni kuingia katika ulimwengu wa roho, ni kuwa na ushirika wa ndani na Mungu. Yaani ni wewe na Mungu, ni roho wako na Mungu wawili. Bwana sifiwe. Ndiposa utaona na kuhisi uwepo huo. Lakini utakapoingia tu, lakini mwili bado inadai vitu vingine, unasikia mwili bado inakusumbua, unasikia mawazo bado yanawaza kwingine, inamaanisha kwamba uko hapa kimwili, lakini roho yako haijazama kwa Mungu. Bwana sifiwe. Tumekuwa hapa tukifundishwa kuhusu ushirika na Mungu, kuhusu circles ambazo zinatuzingira, ambazo zinatuzuia kuingia katika hatima yetu, ambazo zinatufunga. Bwana sifiwe. Na tutakaa katika hiyo sako kama hatutaingia kwa undani kwa kumtafuta Mungu. Tutabaki pale pale kama tutakuwa na moyo na shauku ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Tutakuwa pale pale, ushirika wetu na Mungu hautakuwa thabiti, itayumbayumba. Na neno la Mungu linakataza, linasema ya kwamba Mungu hapendi vitu 50-50. Kama ni kuzama katika uwepo wa Mungu, ni kumaanisha ya kwamba mimi leo nimeamua hiki kitu ambacho kinanisumbua, nimeamua kukaa uweponi mwa Mungu ili kiniachilie. Hii mambo ya jamii sako ambayo imenizingira, leo ninataka nizame uweponi mwa Mungu ili nisikie sauti ya Mungu anasema nini kwa ajili ya maisha yangu. Na the more unazama uweponi mwa Mungu, the more unasonga karibu na Mungu, the more unapaza sauti yako kwa Mungu, naye Mungu anasonga karibu na wewe. Mungu anakukaribisha
kukaribia ili ukawe na ushirika na yeye, ili asikie ni nini unasema, ili asikie ni nini unataka kutoka kwake, ili akaweze kukutimizia. Bwana sifiwe. Tumefungwa katika hali ya jamii. Tumefungwa, yani tumeokoka lakini tuko pale stagnant. Ni kwa sababu tunapapasa Mungu. Lakini siku ya leo neno la Mungu limekuja na limetuambia kwamba tusiwe tu wa kupapasa, tuwe watu wa kuingia vilindini. Bwana sifiwe. Tuwe watu ambao wana focus. Ni nini hiyo unataka kwa Mungu? Si kupayuka tu. Bwana sifiwe. Kuna neno linasema ya kwamba kuna watu kama hujui kuomba, unapeyuka, unaruka tu. Unasema Mungu hajasikia, hajaelewa, ushaenda kwa hiyo. Bwana sifiwe. Lakini maombi ya kuingia ndani, ya kukaa katika ushirika na Mungu, yani mwili umejisalimisha, moyo wako umejisalimisha kwa Mungu, mawazo yako yamejisalimisha, kila kitu chako kimejisalimisha. Ni wewe, roho yako na Mungu mmebaki wawili. Unaambia Mungu, niko mahali hapa, ninakuhitaji siku ya leo. Nimechoka na hii hali, nimechoka na mnyanyaso, nimeokoka Mungu lakini bado ninasumbuliwa na damu ya ukoo, bado kitovu haijakatika. Mungu, nimekuja siku ya leo ili hiki kitovu kikatike. Wewe ni kitovu ya ufukara. Bwana sifiwe. Unang'ang'ana katika maisha, unafika katika kiwango fulani akiendi. Bwana sifiwe. Unajaribu kung'ang'ana, unajaribu hata kurisk maisha yako kwa ajili ya kusonga mbele, lakini kwa sababu kuna mambo ambayo yanakuvuruta nyuma, haujafika pale ambapo unataka kwenda. Siku ya leo na mchana wa leo ni habari njema imekuja ya kwamba tu focus. Bwana sifiwe. Nini tunataka Mungu atufanyie? Na hicho ambacho unataka Mungu akufanyie hakitakuja tu kwa kikawaida, hakitakuja tukiwa kimwili, hakitakuja kama tunakula na kunywa from December to January. Bwana sifiwe. Haitakuja tukiwa tuna kawaida wa ibada. Nitakana ifike mahali useme enough is enough. Bwana sifiwe. Hii hali imenichosha na utoke. Bwana sifiwe. Wakati mwingine Mungu atunenea, unasikia ya kwamba Mungu amenena kabisa na wewe, ya kwamba uende ukatafuta uso wake, lakini kwa sababu unakaa katika mwili ambao uko unapambana na roho zetu. Bwana sifiwe. Huu mwili unang'ang'ana, unashindana na roho zetu. Kuna kitu unatamani kufanya. Daudi akasema ya kwamba mambo ambayo anafanya yanatokana na mwili, ya kwamba roho yake ndani ya moyo anatamani kufanya kile kilicho njema, lakini anajikuta amefanya mabaya. Ni kwa sababu gani? Kule ambapo tumezaliwa, haya mwili inatuzuia kufikia kusudi la Mungu katika maisha yetu. Atukuzwe Yesu. Kwa hiyo Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe tuwe na njaa na kiu kwa ajili ya kumtafuta Mungu, tuwe na shauku ya kuzama katika uwepo wa Mungu siku zote. Maana wewe ni Kristo na unategemewa. Jamii yangu, vile nilisema asubuhi, wanakutegemea watoto wako, wanakutegemea taifa linakutegemea wewe na mimi. Lakini tutakapokaa kama dunia, tutakapokaa kama ulimwengu, hatutafikia malengo, hatutafikia kusudi la Mungu, hatutafanya kile Mungu anataka tufanye katika maisha yetu. Haleluya. Tuko pamoja. Kama tuko pamoja, nione mkono juu. Naamini ya kwamba kuna kitu tunajifunza mchana wa leo katika jina la Yesu. Naomba tumsome, anisomee Zaburi. Zaburi 63. Bwana sifiwe. Zaburi 63. Hii ni ombi la Daudi. Napendezwa sana na Daudi.
ni yule mtu alikubali kuzama uweponi mwa Mungu. Licha ya kwamba alizaliwa katika mazingira magumu, lakini alijielewa yeye ni nani. Alielewa msingi ambao amezaliwa ndani. Alielewa background ya kwao. Bwana sifiwe. Na akasema ya kwamba hataondoa imani yake kwa Mungu, hataondoa fokasi yake kwa Mungu, hataacha kuzama katika uwepo wa Mungu, hata kama yatakuja magumu namna gani. Kuna mambo yanatuvuruta nyuma, kuna mambo unaona yanakuja na force, na wakati mwingine unajikuta ya kwamba unashindwa, unalemewa. Bwana sifiwe. Na hii inatokana tu kutotafuta uso wa Mungu. Kutokaa katika uwepo wa Mungu unasababisha mambo mengi katika maisha yetu. Wacha tusikize neno la Mungu tunapoendelea katika jina la Yesu. Tunaanza tu na mstari wa kwanza tunapoendelea. Zaburi 63 aya ya kwanza kuendelea. Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu itakuonea kiu, inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu, nisione nguvu zako na utukufu wako. Maana fadhili zako ni njema kuliko uhai, midomo yangu itakusifu. Bwana sifiwe. Hili ni ombi la Daudi. Analia akiomba kusema ya kwamba Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Bwana sifiwe. Nataka nifike mahali mwili uisi vile wewe unahisi tu kuoga, vile wewe unahisi tu kukula, vile wewe unahisi tu kunywa maji. Bwana sifiwe. Nitakana mwili pia ufike kiwango cha kwamba usipokaa uweponi mwa Mungu hausikii kama uko sawa. Usipokaa uweponi mwa Mungu unasikia kushindwa. Usipokaa uweponi mwa Mungu unasikia kushindwa na kuchoka. Bwana sifiwe. Kwa hivyo nitakana tusalimishe mili zetu, tuhakikisha kwamba mili zetu pia unaona kiu kwa ajili ya Mungu, kama moyo vile mioyo yetu inaona shauku, na tujue tusalimishe na mili zetu pamoja kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu. Itakapokuja gharika, utakapokuwa katika jangwa, maana neno limesema kwamba katika hiyo mstari ya kwamba katika nchi kavu. Bwana sifiwe. Katika ukame, katika nchi ya ukame na uchovu isiyo na maji. Bwana sifiwe. Kuna wakati unakaa katika jangwa. Kila mtu anajua jangwa yake. Unajua ni wapi uko na ugumu. Unajua ni wapi huwa unafika mwisho. Unajua ni wapi unafika na uoni njia. Unajua ni wapi unafika unaona kiu na njaa. Bwana sifiwe. Wote inatakana uende katika uwepo wa Mungu. Maana ni yeye peke yake hufanya njia. Ni yeye peke yake hujibu maswali. Ni yeye peke yake huponya mili zetu wakati tunaporejea. Bwana sifiwe. Daudi anakaa uweponi mwa Mungu. Anasema atamtafuta mapema. Wakati ndio huu. Siseme nitamtafuta kesho. Mapema yetu ni hii. Atukuzwe Yesu. Mapema yako niyo wakati unasikia ya kwamba inafaa nikae uweponi mwa Mungu. Mapema yako niyo wakati uko na nguvu. Mapema yako niyo wakati unahisi ya kwamba unaweza tembea uende. Bwana sifiwe. Hiyo ndio mapema. Hiyo ndio wakati wa kuseek the presence of God. Bwana sifiwe. Kwa hivyo tuwe kama Daudi. Daudi akampendeza Mungu. Na akasema kwamba nimpataje mtu kama huyu. Bwana sifiwe. Tupataje mtu kama huyo ambaye Mungu anakaa ndani yake. Daudi akaitwa mtu wa moyo wa Mungu. Kwa nini? Alikaa karibu na Mungu. Alikaa na Mungu. Alikaa uweponi mwa Mungu siku zote. Licha ya changamoto nyingi. Licha ya kwamba hata alizalia wa hatiani. Bwana sifiwe. Lakini Daudi akagundua. Akasema ya kwamba analia.
katika Zaburi ya 51, Daudi akatambua ya kwamba nilizaliwa hatiani, mamangu alichukua mimba hatiani, kwa hivyo nitaenda uweponi mwa Mungu. Mungu anirehemu, Mungu anisafishe, Mungu anikomboe, Mungu anitoe katika damu hii ambayo ni ya uovu, na aniweke karibu na yeye na nikae karibu na yeye milele. Anasema ya kwamba Mungu usiondoe roho yako kwangu, Mungu usiondoe furaha ya wokovu, rejesha furaha ya wokovu. Wakati mwingine unaokoka ukifikiria, ukitarajia furaha, ukitarajia amani, ukitarajia kufanikiwa kwa haraka. Mpendwa, majaribu yatakuja. Daudi yalimfika, lakini alikaza, akasema ya kwamba sitakubali. Mungu, sitakubali uwepo wako uniondokee. Mungu, wewe urejeshe furaha ya wokovu. Maana alikaa kaona ya kwamba kuna ukavu mingi, akaanguka magotini akasema, Mungu nirehemu na urejeshe furaha ya wokovu katika maisha yangu. Bwana sifiwe. Si leo tunajaribiwa tu kidogo, unakaa nyumbani, unapata ujumbe kitu kimefanyika, unakaa nyumbani, unakuja katika maombi siku moja, siku mbili, ukitarajia Mungu atajibu jinsi unavyotarajia, na Mungu anakaa kimya, na unachoka, unasema nimechoka na haya. Ni mara ngapi tumechokea Mungu? Ni mara ngapi tumeuliza Mungu maswali? Ni mara ngapi tumesema Mungu uko wapi? Bwana sifiwe. Katika magumu yanayotupata, je, ulizidi kuingia kilindini? Je, ulizidi kabisa kuingia ndani? Ulizidi kuzama uweponi mwa Mungu? Ulizidi kuzama katika kutafuta uso wa Mungu? Ama ulichoka na kuacha wokovu? Ulisema ya kwamba nilifikiria wokovu ni furaha, uliacha wokovu kisugu. Ulifikiria wokovu, ulisema ya kwamba nilidhani wokovu ni kufika. Bwana sifiwe. Mungu anapokuokoa, jiandae, maana ataleta majaribu, ataleta kipimo. Bwana sifiwe. Imani yako itapimwa. Tumelelewa kuhusu imani asubuhi, lakini imani yako ya wokovu lazima itapimwa. Itawekwa kwenye mizani, itawekwa kwenye kichungi. Bwana sifiwe. Kama umeiona vile wanatengeneza gold, kuna wakati nilisema nataka kufuatilia vile gold vile inatoka kwa matope mpaka ing'ae, inakaa namna gani. Bwana sifiwe. Unaona, ukiona yule mtu akichimba hapo, utaona mdharau, unasema huyu anafanya nini? Bwana sifiwe. Anachoka na hiyo maji kwa hapo. Labda wengine wanakaa ndani ya maji, wengine wanaichukua wanakuja. Yeye unapata ni mawe kubwa, anaweka kwa maji na chungu, unaona vitu ndogo ndogo tu zinabaki pale. Bwana sifiwe. Na hiyo si kuisha kwake, unapelekwa, kuna process nyingi huwa inapitia tu iitwe gold. Bwana sifiwe. Na kama iko katika matope yale hawezi kutamani. In fact huwezi chua kuna gold na ubali pale. Bwana sifiwe. Mpaka vile itanarishwa, ipitishwe kwa moto, kuna process nyingi inapitishwa. Na hivyo ndivyo wokovu wetu Mungu anaichunga. Anakuondoa katika hiyo matope yako, anakuondoa katika huo uchafu, anakuondoa hapo kwa kujikoroga, anakuosha. Maana unasikia neno na unaamini, unakubali, unaokoka, unamkiri Kristo. Kwa hivyo anakuweka katika kipimo, anaanza kukupitisha katika process, na anahakikisha ya kwamba amekuweka katika hiyo process sawa sawa. Bwana sifiwe. Mpaka vile utatokea kile ambacho anakihitaji. Lakini mara mingi watu tumekataa kupitia process, tumekataa kupitia katika moto. Ati kwa nini dada umeacha kanisa? ABCD. Fulani alinikwaza, huyu fulani alinisengenya, mwingine alinitusi sokoni,
huyu na huyu alifanya namna hii. Je, Mungu naye alisema nini? Maana yeye ndiye alikuokoa. Yeye alisema nini kwa ajili ya hali yako? Yeye alipitisha nini kwa ajili ya maisha yako? Kwa hivyo tuache kuangalia wanadamu wanasema nini. Maana hii pia ni kipimo Mungu amekuwekea. Na Mungu anapokuweka katika kipimo, akuweke tu ukae pale upitie. Kuna watu wanasifiwe, wewe utapitia mikono ya watu. Chombo ambacho kitatumika kukupima wewe ni mtu mwenzako. Bwana sifiwe. Kwa hivyo tujue ya kwamba Mungu anatumana katika wokovu wako. Unapopokea wokovu, unapoamini, jua ya kwamba Mungu anatumana. Na shetani yuko pale pia. Ako tayari kukupokea utakapo compromise. Bwana sifiwe. Ako tayari kukupokea utakaposema tupo wokovu na ukae. Ako tayari. Na Mungu pia yuko pale. Unaposeek the presence, unapotafuta, unapozama, unaposoak into the deep, Bwana sifiwe. Mungu naye yuko mahali pale anakungojea. Anasema mwanangu niko hapa. Mimi nimekungoja. Bwana sifiwe. Uamuzi utafanya. Pale utaenda italingana na uamuzi ambao utafanya. Atukuzwe Yesu. Mungu anamuuliza shetani, umetoka wapi? Umetoka wapi shetani? Watoto wa Mungu wanapoenda, wanapotembea, unapokaa hapa, jua shetani pia yuko. Bwana sifiwe. Unapokaa haki mbele za Mungu, shetani naye yuko pale. Anatafuta kitu ambacho atakujaribu nayo. Shetani, wewe umetoka wapi? Nimetoka kuzunguka huku na kule duniani. Bwana sifiwe. Lakini kwa sababu Ayubu alimtegemea Mungu, Ayubu alimwamini Mungu, Ayubu alikuwa anatafuta Mungu na mali yake na moyo wake na kila kitu chake, hata na watoto wake. Bwana sifiwe. Alikuwa mkamilifu mbele za Mungu. Vile Daudi alikuwa mkamilifu, anatafuta Mungu siku na mchana. Anasema Mungu ni rehemu. Daudi akalilia maisha yake. Daudi akalilia uzao wake, ya kwamba hakutaka uzao wake utokane na ile udamu ambao ametoka ndani. Bwana sifiwe sana. Na Daudi akagundua, akasema nitadumu uweponi mwa Mungu. Mungu, sitatoka uweponi mwako mpaka utakaponiokoa na wokovu wako utarejea kwangu. Sitakuacha Mungu. Mungu anauliza shetani, umetoka wapi? Nimetoka duniani. Nimetoka kuzunguka. So unapotembea, jua shetani anazunguka. Anatafuta maisha yako. Anatafuta wokovu wako. Anatafuta imani yako. Anataka tu ujikwae kidogo akupokee. Bwana sifiwe. Hata Yesu mwenyewe alijaribiwa, na alijaribia tu huko kwa kutafuta uso wa Mungu. Bwana sifiwe. Alijaribiwa tu huko kwa kuingia ndani. Bwana sifiwe. Yesu alikuwa katika kufunga na kuomba. Shetani alienda. Hakuogopa ati huyu ni mwana wa Mungu. Shetani hakuogopa Yesu ati ni mwana wa Mungu. Alienda na akampitisha katika majaribu. Bwana sifiwe. Mwana wa Mungu akashinda majaribu. Na ni kwa sababu alikuwa ameingia uweponi mwa Mungu. Alikuwa ametafuta Mungu. Alikuwa katika maombi. Na maombi haya ya kumtafuta Mungu kwa undani, si ya kukuja tu hapa dakika 2 na umetoka mpendwa. Ni kujinyima. Ni kuambia mwili, wewe tulia. Bwana sifiwe. Ni kunenea mwili, ambia mwili tunaenda uweponi mwa Mungu. Ambia mwili tunaenda kumtafuta Mungu. Ambia mawazo, ondoa katika kazi. Ondoa mawazo katika kila kitu. Ondoa mawazo katika mume wako. Ondoa mawazo katika kazi yako. Ondoa mawazo katika watoto. Sema ni mawazo yangu, tunaenda kwa Mungu. Tunaenda kutafuta uso wa Mungu. Bwana sifiwe. Hapo ndio Mungu atajitokeza na atakuja kwa ajili yako. Haijalishi utapitia mara ngapi, ama utakaa katika hiyo majaribu, ama kupimwa mara ngapi. Mradi tu hautoki katika uwepo. Mradi tu hauchoki na kukaa na imani. Mradi tu hautaacha na kurusha mkono.
mradi tu utanyenyekea pale na useme ya kwamba wewe Mungu uliniokoa na nitakutegemea, nitakutumikia, nitabaki katika hii hali mpaka ile siku utajitokeza. Bwana asifiwe. Na unapoingia vilindini ukiwa uweponi mwa Mungu, utasikia sauti ya Mungu. Mungu atakunenea tu, na utasikia vile ni tamu kukaa uweponi mwa Mungu. Utatamani kukaa pale milele. Hautatamani kuyumbishwa na kuondoa na mambo madogo madogo kutoa katika uwepo wa Mungu. Utatamani kudumu pale milele. Mungu anaambia Shetani, je, umemtazama au umemuona mtumishi wangu Ayubu? Maana hakuna mtu mkamilifu duniani ila yeye tu peke yake. Je, Mungu anapotazama hata katika hili jengo ambalo tuko ndani, anakuona wewe kama mkamilifu wake? Bwana asifiwe. Ayubu akawa mkamilifu, na Mungu hakuwa na shida, hakuwa na wasiwasi na Ayubu, maana alijua yeye ni mkamilifu. Alijua ni mtu ambaye anamjua yeye. Alijua ya kwamba Ayubu ni mwaminifu katika kila kitu chake. Bwana asifiwe. Na Shetani akaamua kumstaki Ayubu, akifikiria Mungu ajui Ayubu. Bwana asifiwe. Kuna vile Shetani anakujua, kuna vile Mungu anakufahamu. Na sasa si Mungu akutetee vile anakufahamu. Shetani apeleka ripoti kwa Mungu kwa ajili yako, si Mungu apate kitu yenye atakutetea nayo. Bwana asifiwe. Mungu apate jambo angalau moja, atasema ya kwamba huyu ni wangu. Bwana asifiwe. Aseme tu Vincent ni wangu, na wewe Shetani hauna nafasi katika maisha yake. Bwana asifiwe. Ayubu Shetani akaenda akaambia Mungu, ni vile tumemzingira. Bwana asifiwe. Ni vile tumempea mali, ni vile tumempatia amani, ana kila kitu anachoitaka. Bwana asifiwe. Lakini hiyo mafikiria ya Shetani ina wengine katika ulimwengu. Bwana asifiwe. Ya kwamba wakati atakosa atakuja kwa Mungu, atatafuta Mungu. Atakapokosa kitu ambacho anahitaji atakuja kwa Mungu. Mungu atakapompatia kile kitu atarelax. Bwana asifiwe. Ataambia Mungu, sasa je, umenipea, weka kando kwanza, nishughulike na hiki kitu ambacho umenipatia. Unasahau ya kwamba ni Mungu amekutendea hiki, unamwacha unaenda huko. Sasa Shetani akafikiria ya kwamba ni vile tu Mungu amemzingira Ayubu, ni vile tu Mungu ameweka security, ni vile tu Mungu amempatia mali, amempatia kila kitu, amempatia mke mzuri, amempatia watoto wazuri, amempatia mifugo, amempatia mali. That's why Ayubu anamtazamia ama anamtumainia. Atukuzwe Yesu. Hakujua ya kwamba Ayubu hata kama atakosa hivi vitu bado hatatoka uweponi mwa Mungu. Bwana asifiwe. Hakujua ya kwamba hata kama hizi vitu zote zitaondolewa, Ayubu hatamwacha Mungu. Na ikawa mabishano kati ya Shetani na Mungu. Yaani na imagine tu vile ilikuwa kati ya Shetani na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya Ayubu. Na Ayubu anapata ushindi. Mungu anamtetea Ayubu. Na kwa sababu hivi vitu zote Mungu ndiye alimpatia Ayubu, hakuwa na shida hata zikiondoka. Bwana asifiwe. Wasiwasi yetu wanadamu, tunapoenda kwa Mungu anapotupatia vitu, sasa tunaziona, tunafikiria ni kwa nguvu zetu. Tunafikiria ni sisi tumezipata. Tunasahau ya kwamba ni Mungu ametupatia. Tunasahau ya kwamba ni Mungu ametulinda. Tunasahau ya kwamba ni Mungu ametuwezesha. Bwana asifiwe. Tunakuwa na excuse, vizuizi, malalamiko. Bwana asifiwe. Tunapata kitu ambacho kinatuzuia kukuja katika uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe. Shetani, Mungu akaruhusu Shetani. Akamwambia, ukifikiria ni hizo vitu vinafanya Ayubu akuwe mkamilifu kwangu, enda chukua kila kitu, lakini uniachie tu kitu kimoja kwangu. Bwana asifiwe. Mungu akamwambia Shetani, usijaribu kuguza roho ya Ayubu.
usijaribu kuguza moyo wake. Bwana asifiwe. Na that's why Ayubu mwili kila kitu kikaenda, magonjwa yakakuja. Bwana asifiwe. Mke akakosa matumaini, akasema huyu ni mtu wa namna gani? Mungu amemfanya namna hii, Mungu amemwacha na upweke, Mungu hata ameachilia magonjwa, unajikuna kama mwenda wazimu. Bwana asifiwe. Na bado uachi huyu Mungu wako. Ayubu mume wangu, kufuru Mungu ufe. Ayubu kwa moyo mpole anaambia mke wake, mke wangu, wacha kuongea kama mwanamke mpumbavu. Hakuita mke wake mpumbavu, maana alijua mke wake hali anapitia. Bwana sifiwe. Lakini alisema wacha kuongea kama mkama. Bwana sifiwe. Hakusema wacha wewe ni mpumbavu. Bwana sifiwe. Alisema wacha kuongea kama mwanamke mpumbavu. Maana Mungu tulikuja utupu duniani. Mungu ametupatia hizi. Alitupatia tukashukuru. Amechukua tushukuru. Bwana sifiwe. Na ni moyo wa mtu ambaye anajua ushirika wake na Mungu. Bwana sifiwe. Utakapojua ushirika wako na Mungu kwa namna gani, hautakuwa na mashaka na Mungu wako. Hata hautakuwa na wasiwasi na Mungu wako. Utasema tu hii imekuja na itaenda. Na kuna mengine utasema Mungu umeruhusu. Ninajua uliyeruhusu hii utasababisha iondoke. Bwana sifiwe. Unaporuhusu, mwimbaji akaimba ya kwamba jinsi ulivyoruhusu magonjwa yalipate, wewe ruhusu na uzima uje kwangu. Uliruhusu aibu uje kwangu, ruhusu na heshima ije kwangu. Bwana sifiwe. Na ni maombi ya mtu ambaye amezama katika ushirika na Mungu, amezama uweponi mwa Mungu. Anasema ya kwamba kwa sababu Mungu uliniokoa na uliruhusu jaribu hili kuja, kwa hivyo wewe ruhusu jaribu hili liondoke. Ruhusu haya ambayo yamenipata yaondoke na nikuwe huru katika jina la Yesu. Ulivyoruhusu nikapatwa na majanga. Bwana sifiwe. Umeruhusu nikapatwa na aibu. Kuna aibu unatupata pasipo kujua. Mungu unaenda mbele za Mungu, naambia Mungu ni wewe umeruhusu, kwa sababu unajua wewe ni mkamilifu mbele za Mungu. Na ukiwa mkamilifu mbele za Mungu, lazima Mungu ataruhusu jambo. Kuna kitu Mungu ataruhusu, kuna kitu hata Mungu atakunyang'anya. Jinsi alinyang'anya Ayubu mali yake, akanyang'anya Ayubu vitu zake. Unaenda mbele za Mungu, umeruhusu hii, umeniondolea hii, kwa hivyo niko uweponi mwako, naomba ikarejee. Bwana sifiwe. Unaweza kuwa umekosa amani na kuna kitu kimekukosesha amani, kuna kitu kinakosesha amani katika moyo wako. Ambia Mungu, hili kijambo ambalo linasababisha amani likaondoke kwangu, naomba kikaondoke. Naomba amani wa moyo, naomba urejesho wa furaha ya wokovu. Bwana sifiwe. Vile Daudi alisema, nirejeshe furaha ya wokovu. Ambia Mungu, rejesha furaha ya wokovu. Wewe umeokoka hata miaka mingi, lakini uko katika masumbuko. Wengi wameacha wokovu. Akasema ili nirudi katika usherati, ili nirudi katika ulevi, maana huko nilipata amani. Kwa kulewa huko nilipata amani. Kwa kufanya usherati nilipata amani. Kwa kwenda katika umbea nilipata amani. Bwana sifiwe. Mtu anaacha kukaa uweponi mwa Mungu kwa sababu anadhani ya kwamba kule nje kuna furaha na kuna amani, lakini kule nje kuna mateso, kulia na kusaga meno. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kama umeokoka mpendwa, jaribu sana kutafuta uso wa Mungu. Jaribu sana kuangalia ushirika wako na Mungu uko namna gani. Jaribu na kuhakikisha unasikia sauti ya Mungu katika maisha yako. Tusiwe viziwi wa rohoni, tusiwe vipofu wa rohoni. Wengine hata tunakuwa bubu wa rohoni. Unaenda katika maombi, unashindwa kufungua mdomo, unashindwa kufungua kinywa chako, unashindwa kufungua kinywa kuongea na Mungu. Bwana sifiwe. Unahisi ya kwamba maneno yanakuishia, mpaka unabaki kushangaa watu wanaombanga dini. Bwana sifiwe. Hao watu wanapatanga maneno wapi ya kusema? Ni kwa sababu uko bubu rohoni.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo natamani tukatae uziwi wa rohoni, tukatae upofu wa rohoni, na tukatae upofu wa rohoni. Bwana asifiwe. Maana haya ndio shetani hutumia kutuingiza katika majaribu. Shetani anatumia upofu kukuondoa katika uwepo wa Mungu. Useme ya kwamba nimekaa katika hii maombi lakini sioni Mungu, sioni kile kitu ambacho Mungu anafanya, kwa sababu wewe ni kipofu rohoni. Bwana asifiwe. Mungu ako pale na wewe, lakini huwezi muona kwa sababu shetani amekufunga macho. Hawezi funguka macho na uone kwamba Mungu yuko pale na anakuita, mwanangu njoo tusemezane na wewe. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema katika Isaya ya kwamba hata kama dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama bendera, mimi Mungu nitaziosha. Anasema njoo tusemezane. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu yuko pale anakungoja wewe mtoto wake uende ukasemezane na yeye, lakini kwa sababu upofu wa rohoni imekushinda, hauoni Mungu ambaye yuko mbele zako, unakata tamaa na kuondoka katika njia, unakata tamaa na kuondoka uweponi mwa Mungu wakati Mungu amefika. Unaweza kuwa umeomba, umepaza sauti, ndio Mungu amekupatia kinywa ya rohoni, lakini hata hujafunguliwa macho. Unapiga kelele mbele za Mungu. Mungu anasema mwanangu nimekuja, na kwa sababu kuna upofu wa rohoni, shetani anakutumia, anakuondoa katika uwepo wa Mungu, na kusudi la Mungu linakosa kufanyika katika maisha yako. Kwa hiyo Mungu pia tusaidie tunapokaa uweponi mwake. Kitu cha kwanza cha kulilia ni kwamba Mungu fungue macho yangu ya rohoni, Mungu fungue masikio yangu, maana usipokuwa na macho yanayoona, usiposikia na sauti, Mungu anaweza tumia tu sauti. Bwana asifiwe. Akuite kwa sauti, usikie hiyo sauti inakuita. Anasema mwanangu niko hapa, mwanangu nimekuja, natamani kukuondoa, nimekuja kukuokoa, nimekuja kukukomboa, nimekuja kukuwezesha kufika katika hatima yako, lakini unashindwa kusikia kwa sababu ya uziwi wa rohoni. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie sana, tusipoteze muda wetu, tusikae tu pale. Unaweza kuja hapa ukae hapa hata siku 40. Bwana asifiwe. Na Mungu afunge mbingu. Bwana asifiwe. Na ukose kusikia chochote, ukose hata kusikia breakthrough. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu gani? Haujakuwa ukamilifu. Bwana asifiwe. Hujakamilika, uko na uziwi, uko na upofu, kuna ulemavu bado uko nayo. Hiyo ndio Mungu anatuambia tuondoe. Bwana asifiwe. Ndio neno la Mungu limekuja siku ya leo ya kwamba inafaa tuingie, inafaa tuzame uweponi mwake, inafaa tuzamishe mioyo yetu katika uwepo wa Mungu. Lakini kitu kimoja tufanye, ya kwamba tuombe ya kwamba upofu tuondolee, ukawaida utuondoke, familiarity utuondoke, ili tukaweze kukaa salama uweponi mwa Mungu, ili tunapokaa katika ushirika na Mungu tunasikia kile ananena, tunamsumuona anapotusongea, tunasikia anaponena na sisi tunafungua vinywa vyetu, tunamwambia Baba tuko hapa, niko uweponi mwako jioni ya leo, niko uweponi mwako mchana wa leo, niko mkonga uweponi mwako asubuhi ya leo. Natamani nikuone kwa ajili ya jambo hili, natamani nikuone kwa ajili ya watoto wangu, natamani nikuone kwa ajili ya ndoa yangu. Wamama wanapitia mambo mengi kwa ajili ya waume zao, waume wanapitia mambo mengi kwa ajili ya wake zao. Unaenda kwa ajili ya mke wako, maana nimesema una focus, unajua ni nini unaenda kwa ajili ya uwepo wa Mungu kufanya, ni nini na kupeleka uweponi mwa Mungu. Kama ni mke wako, ambia Baba niko hapa kwa ajili ya mke wangu, natamani kuwa mke ambaye ni mke mwema wa Biblia, ambaye unasema katika Biblia akuwe heri, awe wa kusifiwa mlangoni, awe wa mkarimu, atukuzwe Yesu. Na kama wewe ni mke unakuja mbele za Mungu, Abigaili akagundua ya kwamba mume wake ni mtu ovyo tu. Bwana asifiwe. Ni mtu asiyefaa mbele za watu, lakini kwa hekima ya kimbingu, kwa sababu ya kumpenda mume wake, akaficha hata uovu wa mume,
akamtetea mume wake, akamuombea, akamwepusha na kifo. Bwana asifiwe. Unaenda uweponi mwa Mungu, unaambia Baba, niko hapa na kile ambacho kimenileta ni kwa ajili ya mume wangu. Nataka huyo mume akujue, nataka huyo mume azame kwako, nataka huyo mume akusavu wewe. Bwana asifiwe. Sitaki asavu shetani, sitaki asavu pombe, sitaki asavu sherati, nataka akusavu wewe Mungu. Na Mungu ni mwaminifu, yeye anakuja. Anasema, mwanangu, nimekuja, niko hapa kwa ajili yako, nimekuja kukuokoa. Na anakuokoa na kuondoa katika mateka, unakuwa huru katika jina la Yesu. Atukuzwe Yesu. Namalizia, nataka tumalize na hili neno katika Zaburi hapo tu. Zaburi 108. Zaburi mlango wa 108 mstari wa kwanza. Bwana asifiwe. Acha tusikie neno la Mungu linatuambia nini katika Zaburi mlango wa 108 mstari wa kwanza. Neno linasema, Mungu, moyo wangu uthabiti, nitaimba zaburi na kwa utukufu wangu. Amka kinanda na kinubi, nitaamka alfajiri. Bwana, nitakushukuru kati ya watu, nitakuimbia zaburi kati ya mataifa. Hii ni ombi la Daudi bado. Bwana asifiwe. Hapa anamtukuza Mungu kwa yale Mungu amemtendea. Na anasema kwamba hataacha kumwimbia Mungu, hataacha kumtukuza Mungu, hataacha kwenda mbele za Mungu daima. Atakaa uweponi mwake kwa mataifa, ataeleza habari za Mungu kupitia nyimbo, kupitia vinanda. Bwana asifiwe. Kupitia vyombo, kupitia sauti Mungu ametupatia ili tumtukuze. Bwana amekuja siku ya leo, ametuambia tuzame. Na unapozama uweponi mwa Mungu, yeye anakuja na anakuondoa katika utope. Yeye anakuja na kukuamua. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo Mungu alimfanyia Ayubu. Anasema hataacha Mungu, atakuwa thabiti kwake, ataimarika kwa Mungu, na kuna kitu kitamyumbisha. Kwa hivyo jioni mchana huo ni tamanio langu na ile tamanio lako ya kwamba kuna kitu kitakuondoa. Utatangaza injili ya Yesu, utatangaza mambo ambayo Mungu amekutenda kupitia nyimbo, kupitia mahubiri ambayo Mungu atakutendea. Utaeleza kule nje na jina la Bwana litatukuzwa, na jina la Bwana litabarikiwa. Na Mungu anapotukuzwa, yeye anashuka na kukubariki, anashuka na kukutimizia, anashuka na kukuondoa katika umateka ambao umekufunga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jioni leo Mungu atubariki, Mungu akunenee. Naamini ya kwamba kuna neno umepata, naamini ya kwamba kuna nafasi kuna kitu imekufinya. Bwana asifiwe. Kuna jambo umepata kwa ajili ya neno la Mungu la siku ya leo. Kwa hivyo hilo tunataka tuende mbele za Mungu, uambie Mungu, hili jambo nataka liniondokee. Kama ni kile ambacho kinamzuia kuzama uweponi mwa Mungu, unajua ni nini hiyo ambayo huwa kinamzuia. Kama ni kuchoka na kuona ni kawaida, uambie Mungu, ninakataa ukawaida, ninakataa kukaa tu bora nimeokoka naenda mbinguni. Kuna kazi ya kufanya. Mungu alikuokoa na kuna assignment, kuna kitu ambacho amekuachia ufanye ili ukatafute uwepo wako, wokovu wako ukue kwake. Kuna kitu ambacho anataka ukifanyie. Kwa hiyo mchana wa leo tunapoenda katika maombi, uambie Mungu, niko hapa, ninakataa kila kitu ambacho kinafanya nisiingie katika kuzama kwa kukutafuta wewe, kile kitu ambacho kinani
linanizuia kutafuta ushirika na wewe Mungu, ninakataa jioni ya leo katika jina la Yesu. Naomba tuinuke kwa miguu zetu, twende mbele za Bwana katika jina la Yesu. Kama umeketi, inuka. Ni wakati wa maombi. Ninatamani tuombe tukiwa